السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله وصلاة وسلاما على مصطفى ومن والاه في البدء ومنتهاه، أما بعد. فيا من تريد سعة الرزق. Ndugu yangu unayetaka kubarikiwa, kuwa na maisha mazuri na kuwa na riziki kunjufu, ittaqillaha fi nafsik, muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi yako. Usikhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, jilazimishe alla yafqudaka Allahu haithu amarak, Allah subhanahu wa ta'ala asikukose mahali alipokuamrisha, wa alla yaraka haithu nahak, na asikuone mahali alipokukataza. Ittaqillaha fi zawjik, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, uishi vizuri na mke wako, usimdhulumu, usimnyanyase. Hakikisha anakula vizuri kama unavyokula wewe kizuri, anavaa vizuri kama unavyovaa wewe vizuri, na anaishi na afya nzuri. Unamshughulikia anapougua matibabu yake, unatimiza haja zake na kila lililo wajibu kwako juu yake. Ittaqillaha fi waladik, muogope Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wanao, watoto wako uliojaliwa ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanyie mema, wafanyie mazuri, na ufanye uadilifu baina yao. Yadilu fi auladikum, usimbague huyu na mwingine akawa ni bora kwako kuliko mwingine. Usije ukawafadhilisha zaidi watoto wa kiume kuliko wa kike, wabaki kama ambaye hawana baba. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia na Qur'ani juu ya hilo, ya ayuha alladhina amanu la takhunu Allah war rasul, enyi waja wangu mlioamini, msifanye khiana kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Watakhunu amanatikum, na mukafanya khiana amana zenu. Wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa mwajua hii ni amana tunataka kuichunga. Na miongoni mwa amana ni watoto tuliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Muogope Mwenyezi Mungu kwa watoto ulionao, wafundishe dini yao, waelekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, waijue Qur'an, wajue sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im, mtoto ni miongoni mwa neema na utaulizwa siku ya kiyama neema hiyo. Ittaqillaha fi mujtama'ik, muogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika jamii yako. Hakikisha unaishi na watu vizuri, huwa dhulumu, huchukui cha mtu wala hugombani na mtu. Maneno yako ni mazuri, unaishi na jirani vizuri. Katika kazini kwako unakofanya, unaamiliana na watu kwa njia nzuri, kila mmoja awe radhi na wewe, ana furaha na wewe. Ukiwa utaishi katika hali hii, tajidu aqibata at-taqwa wa tadhuqu barakata ar-rizqi wa sa'ati, basi utaona mafanikio ya taqwa, uchamungu wako, na utastarehe na baraka katika riziki yako na maisha ya furaha, kama kwamba wewe wanadamu wote ni ndugu zako, kila mmoja ana furaha na wewe. Kwa hiyo uchamungu, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika sababu kubwa kabisa ya kukunjuka riziki yako. At-taqiyatu al-wari'a sayyidatu Maryam alayha salam, mama Maryam ummul Masih alayhi salam, sote tunamfahamu huyo mama alivyosifiwa na Qur'an uchamungu wake. Hina ittaqat rabbaha wa ata'at amrahu subhanahu wa ta'ala, saqa ar-raziqu ilayha rizqaha min ghairi hisab, alipomcha Mola wake, alipokuwa na mtii na kufanya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ndio ar-raziq dhul quwwati al-matin alikuwa akimletea riziki yake bila hisab, kama ahadi ya Qur'an, waman yattaqillaha yaj'al lahu
makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Mama Maryam, fakihatu shita taatiha fi sayf wa fakihatu sayf taatiha fi shita, alikuwa akipata riziki ajabu mpaka Sayyidina Zakaria ambaye ni mlezi wake anashangaa, anamuuliza ya Maryam alla laki hadha, hiki chakula wakitoa wapi? Mama Maryam anasema huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Na haya yote ni sababu ya uchamungu. Matunda hayapatikani wakati ule Mama Maryam anakula matunda yale. Matunda yanayopatikana wakati wa kaskazi au kusi, yeye hana tofauti. Kwa hivyo haya yote ni matokeo na faida ya uchamungu. Ittaqullah yarzuqkum, muogopeni Allah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu atawapa riziki yenu kwa njia iliyo rahisi kama aya tulizozieleza zilizotangulia. Haya ndio tulio ya kusudia kueleza katika sababu ya kwanza ambayo inaleta baraka na ukunjufu wa riziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.